Sio jambo jepesi kufanya biashara Afrika. Labda nitazungumzia hili pia kwamba jana tuliangalia ujasiriamali, na niseme tu ya kwamba ujasiriamali na biashara ni kama pande kuu mbili za sarafu. Upande moja ujasiriamali, upande wa pili biashara, na kiukweli biashara ni zao la ujasiriamali. Tuombe tunapoingia katika somo hili. Baba Mungu, asante kwa nafasi katika masaa ya jioni. Tunahitaji kuona uso wako katika masomo haya. Siku ya leo tunaangalia somo la pekee linalozungumzia swala la biashara. Tunatambua umetupatia maelekezo kwamba tutaendelea kufanya biashara mpaka utakapokuja mara ya pili, na utakapokuja Yesu ndipo biashara zetu zapaswa kukoma. Somo hili likawe baraka kwetu, tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Biashara ni pacha wa ujasiriamali. Kwa hiyo unapoona hitaji, unapoona mapungufu, unakuja sasa na wazo la kutoa huduma, lakini katika kutoa huduma una uwezo wa kutengeneza pesa, na swala biashara linaingia pale. Kwa hiyo siku ya leo tutaangalia mada hii ya pekee sana inayozungumzia biashara ni kitu gani. Tutaangalia historia, waasisi wa biashara ni kina nani, ilianza vipi. Lakini ukiangalia mzizi wa neno biashara, traditionally unakuta maana yake ni kazi. Kwa hiyo niseme hivi, chochote ambacho mkono wako unapata kukifanya ni biashara, na tunapaswa chochote tunachokifanya tukifanye kwa umakini. Na ndio maana wataalamu wanasema biashara imegawanywa katika makundi manne. Kuna ile ya kuajiliwa, ni biashara. Kuna ile ya kujiajiri, ni biashara. Kuna ile biashara yenyewe sasa ya kuuza na kununua, lakini pia kuna biashara ya fedha kwa maana ya uwekezaji au biashara zozote zinazoendana na mtindo wa fedha. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unaweza ukaangukia katika eneo mojawapo. Sasa nini maana ya biashara? Aina za biashara zilizopo katika soko. Tutaangalia pia aina za umiliki wa biashara. Tutaangalia muundo wa biashara, tutaangalia maana ya mtaji. Nafikiri hili nimeigusia sana. Sitaki kuamini kwamba kuna watu bado hawajaongoka katika swala la mtaji, na nimesisitiza kwa mara nyingi sana kwa kurudia kwamba pesa ni mtaji namba 20. Kwa hiyo unapozungumzia swala la biashara, unaposema kwamba hauna mtaji na wazo lako likawa kwamba ni swala la pesa, kuna shida mahali fulani. Najua nimeongea mada hizi mahali pengi na watu wengi wameshindwa kuelewa, lakini niseme hivi wapendwa, kama Musa alivyoambiwa na Mungu ya kwamba umeshika nini, akasema nimeshika fimbo. Wapendwa, unaweza ndio ukawa una pesa kama mtaji, lakini kama una tabia sahihi, kama unajua kusudi lako, kama mahusiano yako na watu ni mazuri, kama wewe ni mwaminifu, mtaji unao tayari. Ni swala la kuchapa maji na kuingia katika nchi ya ahadi. Shida ambayo nimeiona katika ulimwengu sasa, watu wengi si waaminifu. Na nikusii kaka yangu na dada yangu, kama unataka kufanikiwa, swala la uaminifu linapaswa kuwa moja ya vipaumbele katika maisha yako. Kwa hiyo tutaangalia kwamba kumbe ndio unaweza ukaanza biashara kwa mali kauli. Tumeona vijana wengi sasa hivi wanaitwa mawinga pale Kariakoo. Hawana maduka lakini wanaaminika, wanachukua bidhaa, wanazitembeza, wanapata kiasi chao. Nilikuwa naongea na bwana mmoja akaniambia kuna winga mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi na baadhi ya watu wako Zambia, Kongo. Unajua Tanzania tumepata bahati, nchi nyingi za Afrika Mashariki zinategemea bandari ya Tanzania. Hii soko la Kariakoo ambalo tunaliona sisi la kawaida ni chimbo ambalo linalisha nchi mbalimbali katika Afrika. Zambia, Kongo, Malawi, zote zinategemea Kariakoo. Na kuna vijana ambao wamefanikiwa kwa kiasi kubwa sana kwa sababu tu ya swala la uaminifu. Anapewa mpaka milioni 100. Kuna kijana mmoja alikuwa anaongea na bwana mmoja akaniambia alikuwa anafanya biashara na watu wanatoka Zambia. Walikuwa wanakuja, yeye anawapeleka kwenye maduka yalipo tu, anawapeleka kule alafu anawarudisha. Baadaye wakamwamini, wakaanza kumtumia pesa, wakaona hamna sababu ya kuja Tanzania kuchukua mzigo. Kwa hiyo anatumia mpaka milioni 100 mpaka 200, ananunua mzigo, anawapelekea, anabaki na cha kwake. Wapendwa, ndio maana nasisitiza swala la mtaji tunapoliangalia tusiangalie sana fedha.
Kuna vitu vingine ambavyo vinaanguka kwenye software ambavyo ni vya muhimu zaidi, na nikusii, inawezekana kweli ndio huna pesa kwa sasa, lakini kama utaweza kufanyia kazi swala la tabia, mafanikio utaweza kuyaona. Tutaangalia pia mambo ya kuzingatia katika biashara, tutaangalia makosa ya kuepuka katika biashara. Sasa niseme yafuatayo tunapoingia katika mada hii. Yako mambo ya msingi ambayo ukiwa nayo au kama umeanzisha biashara unapaswa kuyazingatia. Swala la kwanza, unapaswa kujua namna ya kusimamia pesa inayoingia na kutoka. Watu wengi wameanguka katika biashara kwa sababu wanachanganya na matumizi ya nyumbani, hasa zile biashara ambazo zinahusiana na masuala ambayo huenda ni mahitaji ya nyumbani, au kwa namna moja au nyingine, pengine labda ni baba amemfungulia mama biashara, na mwisho wa siku faida na hasara hazionekani, na huenda wakati mwingine baba anashindwa kumuuliza mama kwa sababu ni mkewe, na kwa sababu mkewe pia hajui kanuni za biashara, anakuwa mkali kumjibu mama wake. Lakini tunapaswa kujua pesa inayoingia na kutoka. Yesu akiwa mbele ya wanafunzi, akiwa anatoa huduma kwa wanadamu wenzetu, akaguswa na yule mama na akajua kwamba nguvu zake zimepungua. Niseme hivi, unapaswa kujua pesa yako inayoingia na kutoka. Bwana mmoja kwa ananiambia, kuna mzee mmoja alikuwa yuko makini sana, anaijua pesa. Yaani akiingiza mkono mfukoni hivi, akitoa anajua hii ni noti 10,000. Juzi niliona kijana mmoja ambaye ni kipofu, anauza madafu, anayakata haoni. Lakini wapendwa, swala la pesa ni swala ambalo linahitaji umakini wa peke yake. Lakini sasa hivi kuna teknolojia, unaweza ukatumia pia baadhi ya apps ukarekodi matumizi yako na mwisho wa siku ukaiona faida. Swala lingine la muhimu ambalo nimeligusia hata siku ya jana ni swala la kujua namna ya kusimamia watu ambao umewaajiri, wafanyakazi. Zamani wafanyakazi walikuwa wafanyakazi, katika ulimwengu wa sasa wafanyakazi ni wabia, ni watu wa muhimu sana katika biashara. Baadhi ya taasisi nimeona zimeanza kuwapa hata shares wale hasa ambao wanafanya kazi kwa muda mrefu. Nimekuwa na msemo nimeugusia kwa mara, unapokula na kipofu usimshike mkono. Kwa hiyo ni muhimu sana wafanyakazi wako ukawalipa vizuri, mazingira ya kazi yakawa vizuri, mikataba ikakaa sawa, mahusiano yako namna unavyowasiliana nao. Nchi ya Japani inaongoza duniani kwa wafanyakazi kukaa kwa muda mrefu katika taasisi, hawahamiami. Lakini kwetu huku watu wanahama, na bwana mmoja alikuwa anasema watu hawaachi kazi, wanakimbia viongozi wao, kwa maana ya namna unavyosimamia mambo. Kama ujali watu, wao pia nao wataweza. Na ndio maana kuna baadhi ya taasisi ambazo wafanyakazi wanalipwa mishahara, wako kwenye payroll, lakini wameshaacha kazi. Wapo kazini, wanapokea mshahara kila mwezi, wanachokifanya wanapiga majungu. Niligusia wale vijana ambao walikuwa wanafuga kuku mahali fulani, wakawa wanapiga juu ya paa, and then kuku wanakufa, alafu wanawaambia mwenye kuku kwamba bwana, kuku amekufa, anawaambia wawatupe. Kumbe wao kwa sababu hawakuwa na motisha. Kwa lugha nyingine nazungumzia hapa haja ya kuwa na motisha kwa wafanyakazi. Manage your time, swala la kusimamia muda. Na ndio maana waajiri wengi, actually wafanyakazi kazi yao wana trade time with money. Ndio maana mwajiri anakuambia utafanya kazi kwa masaa mangapi. Nilipata bahati ya kufanya kazi katika mgodi wa Bulyanhulu, wao wanafanya kazi masaa 12 siku 6. Of course nilipata bahati siku ya Jumamosi, niliwaambia mimi sifanyi kazi, lakini nilikuwa nafanya kazi siku 6 masaa 12, sio mchezo. Lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba swala la muda ni la muhimu sana, na ndio maana wapendwa, tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunapangilia siku zetu vyema. Na kiukweli ukifuatilia swala la muda vizuri, ajenda ya muda, unagundua maisha yetu yameambatanishwa na swala la muda. Ndiyo biashara maana yake nini? Biashara inatokana na neno la Kiarabu linalosema tijara, kwa maana ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa. Ni shughuli au mchakato wa kununua na kuuza mali au vitu. Na ndio maana nimewasihi wapendwa, kumbe hata kazi tunayoifanya ni biashara. Kama umeajiriwa unafanya kazi na taasisi, maana yake unauza nini? Muda wako. Wao wananunua muda wako, wanakulipa fedha. Na ndio maana baadhi ya taasisi nimeona wao wanachaji kwa dakika. Nimeona baadhi ya wanasheria ambao wana makampuni, nimeona madaktari, anamuona mtu kwa dakika kadhaa na unalipa kumuona daktari. Kwa hiyo kiukweli biashara ni namna tunavyobadilishana aidha bidhaa au
vitu, na hii concept au dhana ni ya muhimu sana kuelewa. Bwana mmoja anasema a smart entrepreneur knows they can't run a business on their own. They know that business is a team sport. Nitaizungumzia hii vizuri. Sio rahisi kufanikiwa katika biashara ukiwa peke yako, mtu mmoja. Lakini ngoja nikwambie changamoto kubwa iliyopo duniani sasa hivi. Ni kazi ngumu hasa Afrika kupata watu sahihi wa kufanya nao kazi. Nilipata bahati ya kufika pale BRELA, nikaongea na mkurugenzi anayehusika na masuala ya usajili wa makampuni. Akaniambia kabla ya kupata mbia wa biashara, sali novena. Akanipa habari ya watu wanavyouana, akanipa habari ya watu wanavyogombana, wanavyodhulumiana. Kiukweli sasa hivi watu waaminifu wanakuwa wachache sana katika ulimwengu, lakini kampuni haipaswi kufa. Wanadamu tunakufa. So swali linakuja, unapaswa uwe na nani ambaye ataweza kuhakikisha kampuni yako itaendelea maisha yake yote? Hilo swali ni gumu sana, na niwaombe wapendwa, wale ambao mnafikiria kuwa na biashara, sio jambo rahisi, ni jambo gumu sana. Na imefika mahali nikagundua swala la biashara hasa katika uwanda mpana si swala la kila mtu, sio swala la kila mwanadamu. Na nikagundua pia kumbe kuna aina fulani ya haiba ya utu ambayo unapaswa kuwa nayo. Wanasema duniani uso wa mbuzi. Kama wewe ni mtu ambaye hauko tough, kusimamia biashara ni swala ngumu sana. Kwa sasa kusimamia watu ni kazi ngumu kuliko kusimamia teknolojia, fedha na rasilimali zingine. Kiukweli wanadamu tumezidi kuwa sio waaminifu, hasa katika ulimwengu huku wa Afrika. Sasa tuangalie aina za biashara. Ziko aina kuu tatu. Ya kwanza ni biashara bidhaa. Hapo unauza vitu kama pipi, mikate, vipuri. Nilijaribu na mimi kufanya biashara hii. Nilikuwa na duka la spare za bodaboda, nilikuwa na bodaboda na bajaji, nimelima pia matikiti maji, nikafunga drip irrigations, nilikuwa na kiwanda kikubwa cha matofali. Nimepata hasara kubwa sana, na mpaka leo kama ningalijua swala la uwekezaji kwenye masuala ya hisa, masuala ya hati fungaji za serikali, ningalijua ningalikuwa niko mbali sana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba niko hai, kwa sababu ziko njia nyingi za kujifunza. Njia moja wapo ni kupigwa, ndio, na ndio maana hata Biblia inasema ukipigwa shavu la kushoto weka la kulia, kwa maana kwamba wakati mwingine katika masuala ya biashara kupigwa ni swala la kawaida. Nimeongea na mke wangu karibuni, nikamwambia mimi biashara ya bidhaa sitafanya tena. Changamoto ni kubwa. Si kwamba biashara hizi ni mbaya, lakini swala la uaminifu limekuwa ni changamoto kubwa sana. Aina ya pili ya biashara, biashara ya utoaji wa huduma au utoaji wa huduma, kwa maana ya usafirishaji, uuzaji wa chakula, kampuni za bima, kampuni za udalali, ushauri wa kitaalamu katika uendeshaji wa makampuni. Kijana mmoja jana akaniuliza, kwani wewe unafanya nini? Mimi ninatoa huduma za ushauri katika swala la kusimamia biashara, kuanzisha biashara, kuiendesha, lakini pia tija kwa wafanyakazi na namna ya kuhakikisha kwamba kampuni yako inalipa kodi na kuweza kustawi, na namna pia ya kuweza kuhamisha umiliki kutoka kwa wewe ambaye ni mwanzilishaji na kupeleka kwa familia au kwa watu wengine unaowaamini. Kwa hiyo mimi naweza kusaidia kuandaa mipango mkakati, mipango ya biashara, na kuweza kuangalia namna sahihi ya kuweza kukusaidia kutangaza biashara yako, na pia kuandaa mifumo ya kuweza kusimamia. Nina wataalamu pale ndani ambao wanasaidia katika kuandaa mifumo ya usimamizi wa biashara. Kwa hiyo mimi kwangu actually kwa sasa nimechagua biashara namba 2 kwa sababu ya changamoto, lakini pia huwezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo wapendwa, usikurupuke ukang'ana kufanya kila kitu. Tafuta kitu kimoja ambacho unaweza ukakifanya vizuri na kikaleta matokeo mazuri katika maisha yako. Aina ya tatu ya biashara ambayo wafanyabiashara namba 1 na namba 2 pia wanaweza wakaanza katika biashara hii, kwa sababu inahusiana na swala sasa la uwekezaji kwa maana ya hisa, hati fungani za muda mrefu, lakini pia inahusiana na wale ambao wanafanya biashara ya kubadilisha fedha katika masoko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu kujua aina gani ya biashara inakufaa wewe
kuweza kuifanya. Na niseme tu ya kwamba kabla ya kuchagua aina ya biashara ya kufanya, unapaswa kujua miiko ya kila aina ya biashara. Usikurupuke, usifanye tu kwa sababu wengine wanafanya, usiangalie watu wengine. Cha msingi unapaswa kuelewa mazingira ya nchi, kwa maana ya masuala ya kodi, masuala ya watumishi, wafanyakazi, sheria za kazi. Unapaswa kufahamu manispaa. Leo gari yangu ilikuwa inakwenda mahali kupeleka bidhaa, nimebrandi kama gari ya kampuni. Wamekamatwa pale na manispaa. Kuna gharama za kulipa kwa mwaka. Actually mke wangu ananiambia, sasa kuna haja gani tukalipa gharama hizi? Si bora tungetoa hizi rangi ikabaki tu. No, hapana, ni matangazo. Kwa hiyo wapendwa, ukianza biashara haufahamu haya mambo, unaweza kujikuta unafunga biashara. Na mamlaka ya kodi wanataka kodi pia. Yaani wewe unapofungua biashara, duka lako ni duka la serikali. Kwa hiyo wewe pia, kwa lugha nyingine, ni kwamba serikali pia imeweka kiti chake pale, inakusanya pesa. Kuna kodi inaitwa VAT, ongezeko la thamani. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna PAYE, kuna SDL, kuna aina nyingi sana za kodi. Moja ya vikwazo huenda katika Afrika ni swala la kodi. Watu wengine wamepata changamoto kubwa sana. Wameanza biashara, wakasogea mbele kidogo, hawakuwa na wahasibu. Na nitashauri, kama wewe unataka kufika mbali, muhimu sana uweze kuwa na aina mbalimbali za washauri wa biashara. Labda nitaje wachache. Unapaswa kuwa na mtu wa rasilimali watu, human resources. Unapaswa kuwa na mwanasheria. Unapaswa, ukiacha kuwa na daktari kwa ajili ya afya yako, unapaswa pia kuwa na watu wa masuala ya fedha na uchumi. Lakini pia kuna watu ambao wanahusiana na masuala ya compliance, vihatarishi, masuala ya namna ya kuweza kuhakikisha kwamba unafuata taratibu za nchi katika kuendesha kampuni. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana kuweza kujua aina gani ya biashara unaweza kufanya. Labda nitaje aina za umiliki wa biashara. Hili ni eneo la muhimu sana. Kama nilivyowaambia wapendwa, ndio unaweza ukafanya biashara peke yako. Nimeona baadhi ya watu ambao wake zao hawasogei kwenye biashara. Nimeona baadhi ya watu ambao waume zao hawasogei kwenye biashara. Nimeona baadhi ya watu ambao watoto wao hawasogei katika biashara. Sio jambo zuri sana, lakini pia ni vizuri kutafakari. Inategemea mlikutana wapi. Yupo mwanamke ambaye anafaa kulea watoto, lakini anafai kusogea kwenye biashara. Kuna cases nimeziona, mwanamke alipopata bahati ya kuingia kwenye biashara, akaanza kuona pesa zinaingia kwa wingi, mgogoro wa ndoa ukaingia. Kwa hiyo ni vizuri sana, na ndio maana tunashauriwa katika kanisa la Sabato kwamba kabla ya kuingia katika ndoa, masuala ya uchumi yazungumzwe. Mtasimamia vipi masuala? Wasogei katika swala hili. Kiukweli, moja ya sababu zinazosababisha ndoa nyingi kuvunjika katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa ni masuala ya fedha, masuala ya uchumi. Swala la uaminifu limekuwa ni swala ambalo ni changamoto kubwa sana. Sishauri sana wewe ukae katika biashara peke yako, lakini kuwa makini pia kabla ya kufanya uamuzi wa kuhusisha mtu wa pili. Hebu jiridhishe. Nimeona baadhi ya watu wengi ambao walikuwa na makampuni, walipokufa kampuni zao zimekufa pia ndani ya mwaka mmoja au miwili, na kuna wengine mgogoro mkubwa umetokea. Sitaki kutaja makampuni, lakini kuna cases ambazo tunaziona kwenye public domain. Baada ya yule mwanzilishi kufa, watoto wamegawana mali. Kuna wengine walikuwa na shule, ana shule 15 za sekondari, ni shule nzuri kabisa. Anapokufa tu watoto wanagawana zile shule, hawana taaluma. Na wapenda Wahindi na wapenda Waarabu, watoto wao wanapozaliwa wanavishwa pampas, wanatupwa dukani. Kwa hiyo wanakuwa wakielewa biashara na inakuwa ni rahisi. Na ndio maana wafanyabiashara wa Kiarabu na Kihindi, watoto wanapokuja wanaendeleza zaidi kuliko wazazi wao. Lakini Watanzania, Waafrika ni tofauti. Mtoto akisogea kwenye biashara anaipiga kiberiti, anaipiga moto. Nimeona hata sasa baadhi ya vijana wanadiriki hata kuwaua wazazi wao. Wiki hii kuna habari inatembea ambapo kijana kamuua baba yake na kumzika chumbani, na amemuua pia babu yake. Tamaa ya pesa. Wapendwa, kama watu ambao tunamcha Mungu, tunapaswa kuwa waaminifu. Kwa hiyo natoa ushauri huu. Kama una watu umewaandaa, whether ni familia au ni marafiki, unaweza ukashirikiana nao, ni jambo la heri. Lakini kama hauna watu waaminifu na kama hujahusisha wataalamu, ni bora ukafanya biashara peke yako.
kwa sababu kuna cases nyingi tumezipata ambazo watu wameingia katika mgogoro. Aina ya pili ni ushirikiano, lakini swala linakuja, watu sahihi utawapata wapi? Sitaki kuelezea habari yangu mimi, lakini pia mimi mwenyewe nimepitia changamoto kubwa sana katika swala la uaminifu, na sitaki kusema zaidi, lakini niseme kwamba swala la uaminifu halihusiani na dhehebu. Zipo cases kwa sasa za Waadventista wa Sabato ambao wamedhulumu wenzao ndani ya kanisa. Si swala la kuwa mzee wa kanisa, si swala la kuwa mchungaji, si swala la kuwa kiongozi wa kanisa, ni swala la uhusiano wako na Mungu. Na nikuombe mpendwa, kama inawezekana wakati mwingine kanisani pawe mahali pa kuja kuabudu. Kiukweli kwa sasa, vijana mnanisikiliza, imekuwa changamoto sana kwa vijana wa Kisabato sasa hivi kuaminika. Swala la uaminifu limeanza kuwa issue pia ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo wapendwa, ujumbe huu unapotolewa, hebu tukabadilike tuweze kufikia kusudi la Mungu katika maisha yetu. Njia nyingine ambayo ni bora ni kuwa na kampuni ambapo utakuwa na watu zaidi ya mmoja. Unaweza kaingiza biashara kwenye soko la hisa, kwa hiyo watu wakanunua umiliki wa kampuni, kwa hiyo wakawepo watu wa aina mbalimbali ambao wanamiliki kwa pamoja. Wengine wameenda kwenye njia nyingine inaitwa vyama vya ushirika. Sasa wapendwa, kila aina ya umiliki ina faida na hasara. Ukiingia katika swala la kuwa mtu mmoja pia kuna faida zake. Unaweza ukaenda kwa haraka, na wakati mwingine unapofungua biashara ukawa na wabia, wanaweza wakakuchelewesha zaidi. Kuna watu wengine hawaoni kama unavyoona wewe, hawafikiri kama unavyofikiria wewe, na wakati mwingine mkifanikiwa kidogo, yeye anawaza akanue gari nzuri, mwingine anafikiria tuongeze mtaji. Kwa hiyo mnapokuwa na mawazo ya aina tofauti, inaweza ikawa changamoto pia. Lakini pia nimeainisha faida za ushirika, kwa maana ya kwamba akianguka mmoja mwingine anaweza kaendeleza na vitu kama hivyo. Lakini cha msingi kuliko yote, unapaswa kukaa na kufanya hesabu. Biblia inasema ni nani ambaye ataanza biashara bila kukaa na kufanya hesabu? Sasa yako mambo ya kuzingatia unapokuwa ukianzisha biashara. Zamani unapoanzisha biashara unaulizwa, je, una mpango wa biashara, business plan? Ulimwengu wa sasa, ndio maana nilizungumza ya kwamba somo hili limejengwa katika uwiano sambamba na somo la ujasiriamali, kwa maana ya kwamba ulimwengu wa sasa hatuzungumzii mpango wa biashara. Tunazungumzia nini? Tunazungumzia wazo. Na ndio maana unaweza ukasoma bwana mmoja alikuwa na challenge mifumo ya elimu hasa ya Afrika. Elimu inapaswa kuwa juu ya kuangalia matatizo yaliyopo, ndio masomo hayo. Alafu unapokuja unahitimisha masomo yako, unakuwa umehitimu kwa maana ya kujua namna ya kushughulika na hayo matatizo. Kwa hiyo unapomaliza masomo yako, kitabu kimoja kimeandikwa na Robert Kiyosaki kinasema Rich Dad Poor Dad, baba tajiri na baba maskini. Kwake yeye, wazazi ambao wanahimiza watoto kusoma ili waajiliwe ni wazazi wenye fikra maskini, lakini wazazi wanaohimiza watoto baada ya masomo kujiajiri anawaita ni wazazi tajiri. Wapendwa, kama mnakumbuka niliwagusia, ajira inapaswa kuwa mbegu, inapaswa kuwa kitu ambacho kinakusaidia kuweza kupata msingi wa kuendesha maisha yako ya baadaye. Kiukweli, ajira haikuwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kazi, na tunapozungumzia kazi tunazungumzia kusudi lako linapaswa kujenga kwenye wito wako. Mungu amekuita kufanya kitu gani? Na nikwambie mpendwa, unapofanya kazi ambayo ni wito wako, utaiona furaha na maisha yako yatakuwa ya mafanikio makubwa. Kwa hiyo napozungumzia unapofikiria kuanzisha biashara, tunaendeleza kwenye somo la jana. Hebu angalia hitaji ambalo lipo, au angalia what are you good at? Wewe unaweza ukafanya kitu gani vizuri? Labda niseme hivi, kila mwanadamu ambaye yupo duniani ana chapa za mkono wake ambazo mwanadamu mwingine hana. Nimeambiwa tuna wanadamu karibia 6.5 billion katika dunia kwa sasa. Labda watu wawili ambao wanafanana hizi alama za mikononi, signature. Kwa hiyo kwa maana hiyo, maana yake ni kwamba hakuna mtu ambaye ameletwa duniani kufanya kile ambacho umeitwa kukifanya. Kwa hiyo kila mtu ana kitu ambacho Mungu amemuita kukifanya. Na labda niseme tatizo kubwa tunalo ni kwamba wanadamu wengi tunakwenda mpaka kaburini, hatujui nini Mungu ametuita kufanya. Sasa labda tuangalie
mambo gani ya kuangalia tunapokuwa tunaingia katika swala la biashara? Watu wengi wanadhani mafanikio ni straight line. Niligusia habari ya ile tafiti iliyofanyika Uingereza inaitwa Marshmallow Test, ambapo walichukua watoto kati ya miaka 3 mpaka 7, wakawekwa katika chumba, wakapewa vyakula vizuri, wakaambiwa msile, msubiri kwa muda, and then baada ya saa moja watoto 90% wakala kile chakula, na matokeo yake tafiti ikaendelea kufuatilia. Walipofikisha miaka 25, wale ambao walishindwa kusubiri hawakufanikiwa. Kwa hiyo wapendwa, naomba ieleweke vizuri, hasa kwa vijana wa Kiadventista, mafanikio sio straight line. Nimeona watoto wa kike wanahangaika kukataa vijana ambao wanafaa kabisa kuweza kuwa waume bora katika maisha yao. Kisa ni kwamba hawana pesa ya kuweza kuendesha maisha yao. Na wapenda Wachaga, wanawake wa Kichaga ni wajanja sana. Mnapokuwa shule, wanaangalia uwezo wako wa akili, na wakijiridhisha kwamba uwezo wako ni mzuri, hata kama unapitia changamoto, wako tayari kuanza maisha na wewe. Na hii ni moja ya vitu vya muhimu sana. Tusiangalie sana ambavyo havionekani, na hata Mungu mwenyewe haangalii tulivyo, anaangalia tutakavyokuwa. Kwa hiyo nakusii, kama unatafuta mbia wa maisha, kama unatafuta mbia wa biashara, usiangalie sana vitu vya nje, angalia zaidi utu wa ndani, na anaweza kutusaidia kuweza kuelewa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mafanikio hayana, anasema that's how it look like. Angalia mafanikio wakati mwingine nachanganya, unaanza kama vile hauendi, lakini baada ya muda unafanikiwa. Ndio maana Baresa alianza kuuza ulojo, alishona viatu, aliuza ice cream. Leo hii hana utajiri mkubwa ambao hatuwezi kuelezea. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana kuweza kutambua hili, lakini pia kuna tabia ambazo tunapaswa kuzitengeneza. Kama mnakumbuka, nilizungumzia swala la tabia kuwa msingi mmoja wa muhimu sana. Anasema Bwana David Goggins kwamba the only way to achieve greatness in life is to have patience, consistency and discipline. Watu wengi hawana ustahimilivu, hawana kusubiri, na hasa vijana sasa. Kuna msemo unasema ni microwave generation, yani zile microwaves, anafika anawasha, anakula, hawataki kusubiri. Nimeona, mimi napenda kula mahindi ya kuchoma, huwa naona anachangaa watu, anakuja mahindi hawezi kusubiri. Subiri mwindi dakika 2, pata mwindi wako mzuri wa moto, unafika tu mwindi hakuna, umeshaondoka. Wapendwa, wakati mwingine katika maisha tunapaswa kusubiri, na unaposubiri acha kulalamika, kuwa na utulivu, lakini pia kurudia kufanya yale ambayo ni ya msingi, consistency. Usiache, usichoke, usikate tamaa, shikilia. Wako watu wameacha, baada ya muda kile kitu walichokiacha kikaanza kuweza kusimama. Lakini pia nidhamu ni jambo la muhimu sana. Nidhamu ni kitu gani? Ni kufanya lile ambalo unapaswa kufanya hata kama mwili hauko tayari. Ni lile unapaswa kufanya hata kama mazingira hayaruhusu. Niligusia hili, watu wanapotoka chuo wanadhani wamemaliza, kumbe wamekaa kwenye mabega ya wazazi, wamekaa kwenye mabega ya ndugu na jamaa, lakini wanapokuja mtaani wanashangaa upepo unabadilika, mambo yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo wapendwa, ziko tabia ambazo tunapaswa kuzitengeneza. Kama mnakumbuka, siku moja nilizungumzia kuna kitu kinaitwa common denominators. Wale matajiri wakubwa wa dunia waliulizwa wakati fulani kwamba mbona wewe umefanikiwa, mbona wewe umefanikiwa? Majibu yao yalifanana. Kwa sababu gani? Mafanikio ni kanuni, hakuna bahati. Nimeona vijana wengi wanazunguka wanasema fulani ana bahati. Labda niseme hivi, kama bahati ipo ni pale inapokutana na matayarisho, lakini kiukweli ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye hana bahati na hakuna ambaye hana bahati. Ni swala la kuweza kutambua fursa na kuweza kuzifanyia kazi. Angalia hapa, unaweza ukaona hii picha ukashangaa. Gari hii imepita kwenye matope, haina kioo peke yake ndio unaweza kaona, na side mirror. Unajua nyakati zingine katika maisha unaweza ukawa uone mbele, lakini ni kuombe ndugu yangu usiache kutembea. Ndio, wakati mwingine unapoanza maisha unaona ngazi moja tu, usiache kupanda.
unapaswa kuwa na imani, na imani maana yake ni swala la tabia. Ukimwamini Mungu, na nikusii ndugu yangu mpendwa, wakati mwingine kama wanadamu hatujui hatima ya maisha yetu, hatujui miisho yetu, na ndio maana Mungu ametuficha katika jambo hili. Lakini kama tutasoma na kutambua kanuni mbalimbali zitatusaidia. Lakini tunapoanzisha biashara, tunapaswa kujua namna pia ya kuzisimamia, tunapaswa kujua namna pia ya kuzikabidhi kwa watu wengine. Huyu bwana amechora rangi, amepaka rangi yake vizuri, lakini hakupanga namna ya kuweza kutoka katika nyumba hiyo baada ya unapoanzisha biashara, hebu fanya jitihada za kupata maarifa namna ya kuendesha. Nimegusia vijana spidi kama sungura, tuepuke mambo ya haraka, tukubali kutembea kama kobe, kwa hakika polepole. Na kiukweli kuna raha unapokuwa unakuwa taratibu na ukifuata taratibu, lakini pia ukimtegemea Mungu, lakini pia ukiweza kufurahia namna ambavyo Mungu anakuchukua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Wako watu ambao pia wametumia vibaya rasilimali zao. Kwa mfano, kuna watu wamepata mtaji kutoka wazazi, kuna watu wamepata baadhi ya misaada na wametumia vibaya, na mwisho wa siku wamekuwa kichwa cha mwenda wazimu. Badala ya kichwa sasa kuendesha maisha ya wao, mwili sasa unabeba kichwa. Na niseme hivi, kama utakosa swala la uaminifu, ukapoteza nafasi ulio nayo, kiukweli kurejesha nafasi ile, nafasi ya pili, huwa haiko sawa na nafasi ya kwanza. Kama Mungu amekupa nafasi kuajiliwa kwanza, ukiwa na mipango ya kujiajiri, hakikisha unakuwa mtu wa kutegemewa. Wengi tumeharibikiwa kwa sababu ya kushindwa kuelewa. Kama mnakumbuka, nimegusia walimu mbalimbali katika maisha yetu, nikazungumzia swala la kukataliwa, nikazungumzia swala la kushindwa, ukosefu wa pesa, lakini pia kuna swala la kuumizwa mioyo, kuna swala la kukataliwa, kuna swala la makosa. Wapendwa, haijalishi umezaliwa katika mazingira ya namna gani, niseme tu ya kwamba tukimtegemea Mungu, mafanikio ni hakika. Na kiukweli ndio maana Biblia imetupa pia mifano mbalimbali, na mfano mojawapo ambao nimekuwa nikitumia sana ni ule mfano wa watakatifu wakiingia katika malango ya mbinguni. Wapendwa, inasemekana ya kwamba the day ambazo zinakujenga katika maisha yako. Lakini niwakumbushe wapendwa, sijajua unapitia changamoto gani, lakini kutie moyo ya kwamba hakuna jambo la kudumu. Yote yaliyopo ni ya muda mchache. Kama ni changamoto, itapita na mafanikio yatakuja. Wakati mwingine mtizamo wetu unapaswa kuwa pia sahihi, kwa maana ya kwamba labda wewe unatumia mfano huu, huyu bwana alikuwa na kalamu and then ikakatika, lakini akaanza kuugua na kuumia, lakini baadaye akashauriwa kwamba anaweza akaichonga. Hapo ukiangalia kati ya hizi kalamu tatu, huyu mwenye kalamu mbili ambaye ameamua kuchonga nyingine ana ubora zaidi, kwa sababu ana kalamu mbili. Kwa hiyo wakati mwingine ni swala la mtizamo unavyoangalia mambo, na si kile ambacho kimekukuta katika maisha yako. Labda nizungumzie mambo ya msingi katika biashara kwa wale ambao wanahitaji kuingia katika biashara. Jambo la kwanza, unapaswa kutambua na kutathmini fursa ambazo umeziona. Kama mnakumbuka jana niligusia ujasiriamali ni swala la utambuzi wa fursa. Sasa swala msingi hapa, lazima utambue fursa, na mara nyingi tunashauri zisiwe nyingi sana zikakuchanganya, kati ya 3 mpaka 5, alafu baada ya hapo utachagua 1 au 2, 3 ambazo utaweza kuzifanyia kazi. Jambo la kwanza la kufanya, hebu tathmini kila moja. Jambo la pili, angalia fursa hiyo kwa upana, inaweza ikadumu kwa muda kiasi gani? Kama ni swala la maji, kisima cha maji, je, hayo maji utayapata kwa muda kiasi gani? Kama ni swala la madini, madini hayo yapo kwa muda kiasi gani? Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye biashara, kwa lugha rahisi, usiweke miguu miwili, weka mguu mmoja and then sikilizia. Jambo la tatu, thamani ya fursa ambayo umepata, lakini pia angalia vihatarishi ambavyo vipo katika swala hilo, kwa sababu unaweza ukajikuta unaingia katika biashara ambayo changamoto zake zikawa ni kubwa na uwezo wako wa kuzikabili ukawa ni mdogo, na matokeo yake ikakuletea changamoto. Lakini angalia pia stadi za kazi au ujuzi ambao unatakiwa. Wanasema noa shoka, si ndio? Kisu kinafika mahali kinapungua makali, na ndio tunashauriwa pia kuwa na watu ambao wamefanikiwa kama mfano au kioo, waweze kutushauri na kutusaidia. Lakini pia angalia mazingira.
Napozungumzia masuala mazima, nazungumzia sheria za nchi, nazungumzia teknolojia, nazungumzia swala la sheria za mamlaka mbalimbali, lakini pia nazungumzia masuala ya wafanyakazi na dunia kwa ujumla wake. Jambo la pili, kama inawezekana, kulingana na ukubwa wa biashara, unaweza ukawa na mpango wa biashara. Wanasema ili biashara yako iweze kuwa biashara endelevu, ni vyema kuwa na andiko, lakini sio lazima sana kama ndo umeanza, lakini ni vizuri kadri inavyowezekana kuweka taarifa kwenye maandishi. Kwa sasa kuna njia nyingi za kuweza kuhifadhi taarifa, na hapa tunazungumzia unapokuwa na andiko la biashara, basi uangalie fursa zilizopo, uangalie wale wapinzani wako wa biashara, uangalie masoko, uangalie masuala ya fedha, uzalishaji. Wakati mwingine unaweza kaanzisha kampuni lakini uwezo wa kusupply ukawa ni mdogo. Kuna swala pia la namna ya kuweza kuhakikisha kwamba biashara yako inakuwa endelevu na kuweza kutoa huduma ambayo inaweza ikawa baraka kwa watu. Lakini swala lingine la kuangalia ni swala la rasilimali. Hapa tunazungumzia rasilimali mbalimbali. Kuna rasilimali fedha, rasilimali watu, rasilimali teknolojia, rasilimali muda. Haya yote ni ya muhimu kuweza kuangalia. Kuna swala la material resources, utazitoa wapi? Lakini kuna swala pia la namna ya kuisimamia kampuni. Hapa nazungumzia uendeshaji wa kila siku, nazungumzia wakati ambao wewe sasa pia hautakuwa na uwezo wa kuisimamia. Kwa maana nyingine, unahitaji sasa kuwa na watu wa kuweza kukusaidia kuweza kusimamia biashara hiyo. Na ndio maana kuna watu wengi ambao wamekufa leo, lakini biashara zao zipo na zinaendelea bila shida, kwa sababu waliweka misingi imara katika biashara. Sasa kwa maana nyingine tena nirudie kusema kabla ya kuanzisha biashara unapaswa kuwa na wazo na ulifanyie utafiti kabla hujajikita katika swala hilo la biashara. Lakini pia unaweza ukatumia njia mbalimbali katika kutafuta taarifa, ukauliza watu au ukafanya tafiti ukitumia wataalamu. Lakini pia unapaswa kuhakikisha ya kwamba unafahamu vizuri soko, unafahamu vizuri wateja wako, na unajua namna sahihi ya kuweza kuwafikishia huduma ili iweze kuwa endelevu na hata wao waweze kuona sababu. Na wanasema wateja watano wakifurahi wanaleta wateja wengi zaidi, lakini mteja mmoja ambaye hakufurahi ana uwezo wa kufukuza wateja wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni vizuri sana kuuza sio tu bidhaa, lakini pia kuhakikisha ya kwamba namna unavyoitoa inakuwa katika namna ambayo inagusa mioyo ya unaohudumia. Lakini wapendwa, pia uwe na mpango wa biashara kama nilivyosema. Unaangalia wewe unataka kuhudumia watu kiasi gani. Nimeona makampuni kama ya simu, wao wamejigawa. Kwa mfano, nyakati fulani Vodacom wao walikuwa wanashughulika na wateja wakubwa, Tigo walikuwa wanahusika na wateja wa kati, wanafunzi na Airtel vivyo hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujua pia aina ya wateja ambao unataka kutoa huduma kwao. Jambo lingine la muhimu sana kwa wale ambao wanahitaji kuanzisha biashara, muundo wa biashara. Biashara inaundwa na vitu mbalimbali. Kuna huduma yenyewe, kuna kazi mbalimbali, kuna idara zipo, masoko, kuna idara fedha, idara ya rasilimali watu. Kwa maana nyingine, mgawanyo, nani anafanya kazi gani. Lakini pia mahusiano yako na wateja yanapaswa kuwa ya karibu sana. Tambua aina za wateja wako, lakini wakati mwingine unapaswa kuwa na mifumo ya kufikisha huduma kwa wateja. Kama mnakumbuka jana niligusia habari moja, watu kule Zanzibar wanakaa kwa ghorofa, hawataki kushuka chini. Kwa hiyo unaleta kikapu, unaweka bidhaa, anapandisha juu. Namna gani utawafikia wateja? Kwa sasa ziko bajaji, ziko bodaboda, ziko njia mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kufikisha huduma kwa wateja. Lakini pia unapaswa kuangalia swala la nani utakayeshirikiana naye katika swala la biashara. Lakini tafuta watu waaminifu, kama ambavyo Farao alimuuliza Yusufu, je, ndugu zako ni waaminifu kama wewe? Wana uwezo kama wewe? Kwa hiyo kuna mambo mengi kwa lugha rahisi yanayounda biashara. Lakini swala lingine la muhimu, wapendwa, sio rahisi kufanikiwa katika biashara bila kukopa. Lakini niseme hivi, benki zinakopesha matajiri. Wanaoweka pesa ni maskini, wanaokopa ni matajiri. Maskini ukienda kukopa wanakuuliza, je, una hati ya nyumba? Una gari?
una amana kiasi gani? Kwa hiyo mwisho wa siku usipokuwa makini, na ndio maana wapendwa, kutoka katika swala la umaskini sio jambo rahisi, na ndio maana wale tunaopata bahati ya kuweza kukomboa familia zetu kwa maana ya kuanzisha kuwatoa katika umaskini, tunapaswa kuheshimika, tunapaswa kuchukua kwa dhati hilo jukumu, kwa sababu nimeona baadhi ya familia, nimeona Wakinga, nimeona Wachaga, nimeona Wapare, nimeona baadhi ya makabila ambayo yamefanikiwa sana. Ukifuatilia vizuri unagundua yule wa kwanza aliyeanza alikuwa serious, na ndio maana Biblia inasema pia, of course it's not about firstborn, it's about first able. Of course kama inawezekana, kama umepata nafasi ya kuwa mzaliwa wa kwanza, basi saidia ndugu zako wapate wepesi, wapate soft landing. Lakini niseme hivi, kuna haja ya kujiunga na vikoba SACCOS ili kuweza kukuza mtaji. Nimeona baadhi ya watu wanachangiana, wako 10, wanatoa kila moja 50,000, wanafanya mzunguko. Inawezekana, let's say mko 20, this time around umepata wewe, ukaitumia vizuri, ukaitunza hivyo, baadaye au mkaungana watatu, mkanunua bodaboda, mkaisema, yani inawezekana. Lakini tatizo kubwa tulio nalo watu wengi ni tabia, ubinafsi, tamaa, wivu na kukosa ile tabia ya kupenda kushirikiana. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kutambua hatuwezi kufanikiwa pasipo kukopa, na ndio maana dawa ya kukopa ni kulipa. Kwa hiyo ukikopa, lipa. Hii tabia ya ujanja, unakopa songesha, unawaambia watu usitume huko, haitakufikisha kokote. Kwa hiyo tujenge tamaduni ya kukubali kulipa, lakini pia tuishi ndani ya vipato vyetu. Nimeona sasa hivi kuna changamoto kubwa sana ya swala la watu kuishi nje ya kipato, na imefika mahala hata zaka hatutoi, lakini tuko busy na masuala ya dunia, harusi. Nimeona watu wanachangisha mpaka mahafali za watoto. Nimeona kuna watu wanachangisha mpaka mahafali za kufanya PhD. Wapendwa, tunapaswa kubadilika. Kama tunahitaji kufanikiwa, lazima tuwe na tabia ambayo itatusaidia. Eneo lingine ni ujenzi wa uwezo, lakini pia kuwa na watu sahihi wa kuweza kutusaidia, kutufundisha. Na bahati mbaya hapa, wengi wanadhani mtu aliyebobea kwenye masuala ya fedha kwa maana ya kusomea anaweza akawa yuko vizuri pia kwenye masuala ya fedha huku mtaani. Labda nizungumze hili, elimu ya darasani na maisha havina uhusiano wa moja kwa moja. Na ndio maana tuna watu wengi ambao wamesomea uchumi, kuna watu wamesomea fedha, kuna watu wamesomea ujasiriamali, wamesomea biashara, lakini hawaijui. Jana tuliona aina mbalimbali za vyanzo za wajasiriamali. Wako wanaozaliwa, wako wanaopitia uzoefu wa maisha, wanapata akili, wako ambao wanarithishwa baadhi ya tabia na wazazi wao, lakini wako ambao uchumi unawalazimisha kuweza kufikia hatua hiyo. Lakini niseme hivi, kama inawezekana, kuna haja ya kuwa na clubs za watu ambao ni wafanyabiashara hata ndani ya kanisa, wakishare uzoefu wa aina mbalimbali. Nimegusia wakati naanza swala la haja ya kuweza kutambua hitaji la kufuata sheria za nchi. Kama unataka kuua biashara yako, endesha biashara bila kufuata sheria za nchi. Ndio maana shauri kuwa na bank account, sajili TRA, sajili manispaa, lipa kodi, toa huduma sahihi, pata elimu ya fedha, pata elimu ya kodi. Haya yote ya kusaidie kuweza kuhakikisha kwamba biashara yako inakuwa sustainable. Lakini pia wakati mwingine kama inawezekana, unaweza ukasajili baadhi ya bidhaa ambazo unazitoa, kwa sababu wako watu ambao ukileta bidhaa yako sokoni, kama utaisajili ukaipatia copyright, kuna watu wanaweza wakaja wakaichukua, au trademarks. Lakini pia teknolojia ni jambo la muhimu sana kwa sasa. Swala la teknolojia halikuepeki katika biashara. Kwa hiyo kadri unavyoweza, hakikisha ya kwamba unatumia teknolojia kuendesha biashara yako. Kiukweli ulimwengu wa sasa ambao Daniel aliuona, Bwana akamwambia apumzike, kwa sababu yanayokuja huku mbele hayatakuwa mambo mepesi. Kiukweli ulimwengu unaenda kasi sana. Kwa hiyo ni vizuri wakati mwingine kutumia pia hii teknolojia kwa ajili ya kutusaidia kuweza kusimamia biashara zetu. Kuna masuala pia ya mitandao ya jamii. Bwana anasema kwamba mitandao ya jamii pia ni moja ya nguzo
za serikali katika ulimwengu wa sasa. Masoko nimegusia, unapaswa kujua soko utapata wapi, lakini pia kuna haja ya kutambua hitaji la kuwa na ubia na mahusiano na wanaotoa malighafi, masoko, lakini pia wale wagavi, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa huna pesa, lakini mahusiano, mali, kauli inaweza kukusaidia ukaweza kufanikiwa. Tuna mifano mingi ya watu ambao walianza wakiwa hawana mtaji pesa, lakini baadaye walifanikiwa katika maisha yao. Nimegusia pia swala la wafanyakazi, unapokuwa nao jali maslahi yao. Wanasema unapokuwa na kipofu usimshike mkono. Kwa hiyo ni muhimu sana, lakini pia wapate mafunzo, wajengee uwezo, na naamini wiki hii kanisa la Ubungo Hill inaweza ikawa ni moja ya chachu za muhimu sana, kwa sababu haya mafunzo nadhani yatatusaidia kuweza kupiga hatua moja mbele. Lakini wapendwa, tunapaswa kutambua pia tunaishi wakati wa mwisho wa kufungwa historia ya dunia. Haitakuwa rahisi. Ulimwengu wetu wa sasa, ulimwengu unaokuja hautakuwa rahisi kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo tunapaswa kujenga uwezo wa kukabiliana na mambo. Ndio, haitakuwa rahisi, mambo yatazidi kuwa magumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametuahidi ya kwamba atakuwa nasi mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo ni vyema tukatambua tunaishi katika ulimwengu ambao unaitwa VUCA. Huu ulimwengu sio ulimwengu rafiki, sio ulimwengu ambao ni mwepesi, lakini Bwana yuko nasi na atatuongoza na tutafika salama. Kwa hiyo wapendwa, ni vyema tufikirie vyema swala la biashara. Sitapenda kuzungumza kwa muda mrefu sana kwenye swala la mtaji, kwa sababu niligusia kwamba ziko aina zaidi ya moja ya mitaji, na hivyo ni vizuri. Naona haitembei, si kuna shida pale. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unaweza kanisaidia pale, naona haitembei. Aina za mitaji ambazo zipo kwenye soko. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhakikisha kwamba tunaweza kutambua mitaji ambayo ipo sokoni na namna bora ya kuweza kuifanyia kazi ili iweze kutusaidia. Labda uende pale kwenye mitaji pale, alafu tutembee pamoja. Kwa hiyo wapendwa, kama mnakumbuka, nimegusia swala hili ya kwamba mitaji inayotupatia zaidi ya 70% ni swala la tabia, lakini pia tunahitaji mtaji pesa ili tuweze kuwekeza kwenye biashara zetu. Types of capitals. Kwa hiyo ni vizuri sana tukatumia hii framework. Kama nakumbuka siku ya kwanza nilipokuwa nilizungumzia swala la soft and hard capital framework, slide 45. Kwa hiyo ni vizuri tukatumia hii kanuni, na kama mnakumbuka nilizungumzia kwamba ni muhimu sana kuwa na uwiano sahihi kati ya aina hizi mbili za mitaji, na kwa maana hiyo tusipuuze mmoja tukaangalia mwingine. Na ndio maana wako watu wamekuta mali za urithi nyumbani kwao, lakini wakashindwa kuziendeleza, na wako ambao wamekuja hakukuwepo na mali za urithi, lakini wakaweza kusimama na kuanza kidogo na hatimaye kuweza kufanikiwa katika maisha yao. Kwa hiyo wapendwa, swala la biashara ni swala muhimu sana, lakini kuna maswali ya msingi ya kujiuliza tunapoanzisha. Si tu bidhaa, wananunua pia uzoefu, namna unavyoitoa huduma hile. Lakini pia ni muhimu kufahamu wateja wako ni kina nani. Lakini pia kuna haja ya kujua matatizo ambayo unakuja kuyatatua kuhusu wateja, na ndio maana ni muhimu kusikiliza wateja wanasema nini. Vifungashio, vifurushi ni swala pia la muhimu sana kuweza kuzingatia, 69. Lakini pia kuna swala la channels, namna unavyoweza kuwafikishia wateja wako huduma. Nimegusia swala la kuwa na bodaboda, swala la kuwa na magari, kuwa na mifumo ya aina mbalimbali ya kukusaidia kuweza kufikisha huduma hii. Lakini mahusiano na wateja pia ni moja ya vitu vya muhimu sana katika ulimwengu wa sasa, kwa maana ya kwamba ni vyema kuuliza wateja wako wanaonaje kuhusu biashara yako. Lakini pia swala la kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja, revenue streams. Wanasema usiweke mayai kwenye kapu moja. Kwangu pale mimi nina products kama 30. Kwa hiyo wakati mwingine product ambazo unadhani pengine labda hazitatoa matokeo mazuri, huenda anaweza zikaja kukusaidia. Ni sawa na watoto. Kuna mtoto unamtegemea kwamba atakuwa bora kuliko mwingine, lakini anapokuja kuwa wakubwa, huyu ambaye ulidhani kwamba hatakuwa mtoto bora anakuja kuwa mtoto bora. Tunakumbuka ile habari ya wale watoto wawili, mmoja alisema baba nitaenda, akwenda, na mwingine ambaye alisema siendi na akaenda. Kwa hiyo unapoweka
nilisoma katika Biblia pia, moja ya fungu linasema uwe na vyanzo angalau 7 au 8, kwa maana ya kwamba kikitokea kimoja kimepata changamoto, basi unaweza ukaingia kwenye chanzo kingine. Na hata kwenye masuala ya uhuru wa fedha kuna wanasema kwanza kuna swala la mapato unayoyapata, matumizi kuyasimamia, kuna swala la kuweka akiba, kuna swala la uwekezaji, na mwisho protection. Lazima uilinde hiyo pesa ambayo umeitafuta. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana kufahamu haya yote. Rasilimali nimegusia tayari, ugawanyo wa kazi, nani atafanya kazi gani, lakini pia swala la wabia katika biashara ni swala la kutokupuuza, hasa katika ulimwengu wa leo. Naomba nigusie mambo ya msingi ninapokuwa naelekea mwisho wa mada hii, mambo ya kuzingatia katika kuanzisha biashara. Ungenisaidia tafadhali hapo, slide ya 77, weka ya 78. Mambo ya kuzingatia katika biashara. Kuwa na wazo la biashara. Wapendwa, kama mnakumbuka nimegusia usiwe na wazo moja, kuwa na mawazo angalau matatu. Kwa lugha nyingine, kama unataka kufanya biashara, anza na wazo. Biashara zote unazoona duniani zilianza katika vichwa vya watu. Acha tabia ya kuiga. Unaona mwenzie anachoma mahindi, anapika mandazi na wewe unafungua. Unapaswa kuanza na wazo, na wazo linapaswa kutoka katika chimbuko la kusudi lako katika maisha. Lakini usiache kuanza kidogo. Fanya utafiti, chagua wazo lililo bora zaidi, ainisha aina biashara unataka kuifanya, kusanya taarifa wapendwa, usikurupuke, lakini hakikisha tathmini yako ya soko inakuwa sahihi. Ikiwezekana usisha wataalam, hakikisha unajua kuhusu malighafi utapata wapi. Unaweza ukapata tenda ya kusupply mayai, wakakwambia sawa, tunataka mayai 10,000 kwa wiki. Umeanza wiki ya kwanza, ya pili ikakata, ukanyimwa biashara. Tambua uwezo wa wateja wako kabla ya kuanzisha biashara. Hebu tambua wateja wako. Mambo ya kuzingatia katika ukuaji wa biashara. Tumeangalia ngazi ya kuanzisha, sasa tuje kwenye ngazi ya kukuza biashara. Mambo ya kuzingatia: moja, ifahamu bidhaa au huduma unayoenda kuitoa. Itangaze kila upatapo nafasi. Sasa hivi ni rahisi kutangaza kwenye social medias. Unatumia vipi mitandao ya jamii? Nimeona watu wanaposti vyakula, wanaposti wako bichi, wanaposti